Nataka nizungumzie juu ya unyenyekevu. Nitaka tusimame katika andiko la Petro kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 6. Unyenyekevu ni kitu kimoja muhimu sana katika maisha ya Mkristo, na hasa kwa wale ambao wenye mpango wa kwenda mbinguni. Hasa nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu uliodai, ili awakweze kwa wakati wake. Neno hili ukiliangalia kwa juu juu linaonyesha kama lina ucheleweshwaji fulani hivi. Wakati mwingine unaweza ukawa unamwomba Mungu kwa ajili ya jambo fulani, watu wakakwambia msubiri Mungu atakutendea, lakini ukiliangalia upande wa pili unaona hapana, huyu Mungu anachelewa, ngoja mimi nichukue uamuzi wangu mwenyewe. Lakini hakuna mtu yote ambaye aliyenyenyekea chini ya mkono wa Mungu Mungu akashindwa kumuinua. Maana kuto kunyenyekea kinyume chake ni kiburi, na kiburi kimewaangusha watu wengi sana katika maisha. Kila ambaye aliyetaka mafanikio duniani alafu akaigiza chembe za kiburi hawezi kufanikiwa. Haleluya! Na kwa nini watu wanakuwa na viburi? Kuna watu wengine wanatokana na ile makuzi waliokulia. Haleluya! Amen. Wengi wamekuwa affected na makuzi, na makuzi yamekuwa mabovu. Kwa hiyo unakuta hata mtu anaongea anavyojua mwenyewe, anawaza jambo analojua mwenyewe. Kundi la pili hili ni kwa sababu Mungu amewainua kutoka kiwango fulani kwenda kiwango fulani. Sasa wamepanda kiwango fulani, basi wanakuwa na kiburi. Wengine wanakuwa na kiburi kutokana na elimu. Inawezekana amesoma sana na amefanikiwa kwenye mambo mengine, basi ana develop kiburi. Na kuna wengine wanakuwa viburi kutokana na uzuri waliokuwa nao na masifa bandia anayopata mtaani. Wengine wanakuwa na kiburi ni kutokana na mafanikio ambayo wamefanikiwa, basi yale nayo yanampa kiburi. Na kuna wengine wanakuwa kiburi kutokana na position na nguvu walionayo, yani madaraka waliokuwa nayo. Hivi ni vitu ambavyo wewe kama mtu wa Mungu unatakiwa lazima unyenyekee, ili Mungu akukweze kwa wakati wake.